na Paulo namfahamu, lakini ni nani? Kwa usijipeleke peleke tu. Na yule mtu aliyepagana na pepo akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile hali wa uchi na kujeruhiwa. Kwa walipokuwa wanasema, yaani kwa jina la Yesu tunakutoa, tunakukemea kwa jina la Yesu, wakasema nyie mchungaji Joeli namfahamu na Yesu namfahamu, nyie ni nani nyie? Mbona juzi mlikuwa mnapiga fegi pale Kisisi? Yale mapepo yakawafanyaje? Yakawarukia. Alafu akaanza kupatana nini? Nguo. Kwa nini wasikimbie mbio za waokoe? Lakini hapa kimbia mbio wakati kwa nini? Wako nini? Wako uchi. Sasa sijajua kama wale bakiza la kachupi sijui. Kwa hiyo tunapowahudumia watu hawa, Mungu atusaidie tuwe vizuri. Sawa jamani eh? Tunapowahudumia watu hawa tuwe vizuri. Tusipokuwa vizuri, yawezekana mapepo yakatutenda jeuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini jambo lingine, tumepewa jukumu la kukemea pepo. Jambo lingine, tusifurahie pepo kututii. Tusifurahie pepo kututii. Unaposema pepo, kwa jina toka, akasema natoka, basi unafurahi. Unajua kama ndio umefika mbinguni. Biblia inasemaje? Hebu tusome hiyo Mathayo 7. Tusome Mathayo 7:25. Mathayo 7:25. Ni kweli umepewa mamlaka kukemea nini? Pepo. Lakini umekemea pepo, baba sauti imekwama, umekemea pepo imetoka. Basi wewe unajiona wewe ndio mtakatifu yani ndio mlokole yani. Hapana, usifanye hivyo. Inasoma. Mvua ikanyesha. Ndio hapo. Au nimeandika mimi vibaya? Mathayo bali furahini kwa hiyo majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Kwa sababu nitakuwa niliandika vibaya. Kwa hiyo mstari huo ambao nataka tusome unasema msifurahi vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Kwa hiyo usione kwamba mapepo yanayokutii vile basi ndio umefika na umemaliza, usirizike. Mwambie mwenzako usifurahie tu pepo wanapokutii. Usifurahie tu pepo wanapokutii. Unataka kufurahia. Unataka kufurahia. Na hapo limeandikwa mbinguni. Na hapo limeandikwa mbinguni. Wewe ndugu zangu, kutoa pepo sio tiketi ya kwamba unaenda wapi? Mbinguni. Kwa hiyo unataka kutoa pepo sana. Biblia inasema hivi, siku hiyo mtakuja kuniambia, mbona Bwana tulitoa pepo kwa jina lako? Asa mimi siwajui ninyi. Kwa hiyo usibakie tu kutoa pepo tu. Hakisha unapotoa pepo na maisha yako ni yapo ya utakatifu. Mwambie mwenzako hivi, mara ngapi umefurahia kutoa pepo? Mara ngapi umefurahia kutoa pepo? Amesemaje? Mwambie mara ngapi umefurahia kutoa pepo? Na ulijisikiaje? Kwa hiyo ndugu zangu, ipo milango ambayo shetani anaitumia kutuingia sisi. Tunatakiwa hiyo milango tuifanyeje? Tuizibe, tuizuie. Nimeshazungumza milango mingi sana, zaidi ya 18 ambayo shetani anaitumia kutuvamia sisi. Milango hiyo tunatakiwa tujitahidi kuizuia ili shetani asipate nafasi. Lakini pamoja na hayo pia, inapotokea mwenzetu amepata changamoto hiyo, maana yake tumsaidie katika huduma ya ukombozi, kwa sababu tumepewa mamlaka. Na unapofanya huduma ya ukombozi, usichekelee tu, usione kwamba ndio umefika, usione kwamba wewe ndio wewe kwa sababu ukitoa pepo linatoka. Bali unatakiwa uhakikishe una sifa za kwenda mbinguni. Mbinguni hawaendi tu kwa kutoa pepo, mbinguni wanaenda kwa ajili ya utakatifu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnaofurahia kutoa pepo tu, Bwana Yesu asifiwe. Ambao mnatoa
utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, simama sasa, uende mbele za Mungu, umwambie Mungu wako, asante, umenifundisha juu ya milango inatumiwa